matengenezo yanayosababisha uamsho. Tulianza Ijumaa urejesho, Jumamosi urejesho, lakini sasa unaposubiri urejesho lazima uingie kwenye matengenezo. Amen. Huwezi kusubiri urejesho kumbe mambo yako yameharibika, mambo ya nyumba yako yameharibika. Unasubiri Bwana akurejeshe. Sasa anakurejesheaje kama mambo umeharibu? Sasa ndio maana nimekuletea Jumapili ya leo kwamba kuna kitu kinaitwa matengenezo ya kwako wewe na Mungu. Amen. Amen. Matengenezo yanayosababisha uamsho. Watu waingie kwenye uamsho, wanaanza na matengenezo. Wanatengeneza kwanza. Wakisha tengeneza wao na Mungu wakagundua, hapa tumeenda bila Bwana, hapa tumeenda bila Mungu, wanarudi nyuma kwenye matengenezo. Wanaporudi ili wafanye matengenezo yao yanaweza yakasababisha uamsho, mlipuko ndani. Bwana asifiwe sana. Maana watu wakitengeneza na Mungu, kinachofuata ni uamsho. Ule mlipuko sasa wa kutenda wa kimungu. Ulikuwa huendi mbio, unaanza kwenda mbio sasa. Amen. Ulikuwa unaenda na ibada slow, unaanza kwenda na ibada moto. Amen. Unaanza kukimbia ibada. Ulikuwa hupendi kabisa kusoma neno la Bwana. Baada ya matengenezo sasa kuna mlipuko unakuja ndani yako ambao unaanza kukusababisha kulitafakari neno la Bwana, kulisoma kila mara ili ujue mambo ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo naomba kabisa ninapofundisha mambo haya uwe makini sana ili mambo yako uweze kujua jinsi utakavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka sasa tuanze na kitabu chetu cha Wafalme. Wafalme wa pili, naye sura ya 22. Matengenezo yanayoweza kusababisha uamsho. Wafalme sura ya pili 8. Kuna mistari mingi hapo kidogo tutakwenda. Wafalme sura ya 22, naanza kusoma. Wa pili 22 mstari wa 8. Biblia inasema, naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafania kile kitabu, naye akakisoma. Shafania mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamewakabidhi wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafania mwandishi akamwambia mfalme akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafania akakisoma mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikamu mwana wa Shafani na Akbor mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa
na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Baba mtakatifu, Mungu wetu, nasimama mbele za watu wako hawa wanaonisikia majira haya. Bwana, achilia neema kwa ajili ya watu wako, maana umetupa neema ili tujifunze maandiko haya, kupitia jina takatifu la Yesu wa Nazareth. Amen. Bwana asifiwe sana.